Mtazamaji, ambapo tunazungumzia swala la kilimo biashara ama kilimo bora, ambapo tunaangazia ukulima wa viazi, na ndani ya studio Hana Njenga ambaye ni msimamizi wa kilimo katika kaunti ya Nyandarua, na vile vile Shadrack Nyawade ambaye ni mkuu wa utafiti katika shirika la International Potato Center. Nitaanza kwako Shadrack wakati huu. Hebu tuzungumze kuhusiana na upanzi sasa wa viazi. Wakati ambapo nataka kupanda viazi kule kwetu, kwa hivyo niangalie mambo gani, ni mchanga upi ambao ni mzuri zaidi kwa kilimo cha viazi? Asante sana Wambua. Kwanza kabisa ukiangalia mambo ya mchanga, rangi sio ya maana sana. Naam. But pia inachangia. Ile mchanga ambayo ni black, ile nyeusi, huwa inabeba joto. Inaabsorb joto. Na viazi inahitaji... Shadrack, hebu shikilia hapo tu kidogo, manake naarifa kwamba huenda tatizo lako, sauti yako ina tatizo kidogo. Hana, wakati sauti yake Shadrack ikiangaliwa, hebu tuzungumzie mambo ya ugonjwa wa viazi. Tuna magonjwa aina ngapi? Magonjwa ya viazi ni mingi. Kuna yale yanaitwa fango, yanasababishwa na hizi vidude kwa sababu ya hali ya hewa. Naam. Kuna zingine zinaletwa na kitu tunaita bacteria. Tuko na bacterial diseases. Na mwishowe kuna viral diseases. Kwa hivyo haya magonjwa inategemea hali ya hewa iko wakati, kwa sababu kuna zile spores ambazo zinapelekwa na upepo kukiwa na kibaridi kali. Kuna ile inaitwa early and late blight. Naam. Sana sana hayo ndio magonjwa yale ya muhimu sana. Na kuna ugonjwa ingine hatari siku hizi inaitwa the bacterial wilt. Huo ni ugonjwa ambao wale wakulima ambao hanunui certified seed, wale wakulima ambao hafanyi rotation, kwa sababu inafaa wakati pahali unapanda uwe unafanya rotation. Na pahali umepanda pasiwe pamepandwa for the last 4 seasons. Rotation unamaanisha nini? Rotation ni kubadilisha kulingana na class ama familia ya hiyo mumea. Kama tunasemanga kama viazi ziko na family inaitwa Soranisi. Class yake ni ile iko pamoja na kama tomatoes, nyanya ama briganya. Hiyo class, kwa sababu magonjwa yale yako kwa huu mmea, kwa hiyo familia yote inakuwa inafanana. No. Kwa hivyo ukitoa viazi upande nyanya, kwa sababu wako class moja yatapata ugonjwa. Kwa hivyo inafaa pengine ikiwa huo mwaka pahali ulikuwa umepanda pengine cabbage, hiyo viazi upande pahali kulikuwa na cabbage, kwa sababu haya magonjwa ni tofauti. Ama kutoka hapa upande pahali palikuwa na mahindi, kwa sababu hiyo ni gramini family, hiyo ni family tofauti. Kwa hivyo inafaa ufanye hiyo cycle, kwa sababu ikiwa kuna ugonjwa ulikuwa una build up, hiyo ugonjwa itaisha. Naam. Kwa hivyo kuna magonjwa tofauti kama hiyo bacterial wilt, ukirudisha ile viazi pahali ulikuwa umepanda. Huu ni ugonjwa ambao unasababishwa na hiyo kupanda hapo, ama vitu vile ama tools zile unatumia. Ikiwa umeenda umelima shamba ingine na huko kulikuwa na huo ugonjwa, umekuja ukalima kwa hiyo shamba, unaleta huo ugonjwa. Ikiwa pengine kuna maji ilikuwa inaflow inatoka juu inakuja chini, inabeba ugonjwa. Ama hata miguu pahali umetoka kulikuwa na ugonjwa, inaenda pale unapeleka huo ugonjwa. Ni kumaanisha ndio ukue free na hii bacterial wilt mpaka level ya sanitation, yani usafi iwe juu. Iwe juu kabisa. Ndio. Shadrack, sasa hebu turudi kwako, natumia kwamba sauti iko sawa sasa. Hebu tueleze kuhusu mchanga na upanzi kwa haraka. Asante sana. Nitamwambia wakulima wasiangalie tu rangi ya mchanga peke yake. Mchanga ile nyeusi, yes, inabeba joto for a long time. Na hii viazi inahitaji tu temperatures ya chini 15 to 20 degrees Celsius. But lazima ikuwe ile mchanga inaweza beba maji for some good time. Tena isikuwe na acid mingi. Viazi inahitaji
tunaita pH of about 5 to 6.5. So pH ikienda juu sana like iko over 6.5, kuna ugonjwa inaitwa scabs. So that ugonjwa hapo ndio itapata like hapo ndio nyumbani yake kwa sasa. Na kama temperature acid iko chini kabisa, tena the yield ya hii crop itakuwa ya chini sana. Tena lazima mkulima aangalie mambo ya chumvi. Like kama anafanya production along the coast, kama iko na chumvi mingi, viazi haita tolerate kitu kama hiyo. So then tuko na varieties tofauti ambao pia inaweza tegemea the agroecology. So hapa agroecology hiyo inamaanisha the environment under which production take place ni ya maana sana. Juu kama unafanya production in the Midlands, then angalia ile variety ambayo kwa utafiti imepatikana inaweza thrive hapo. Na kama unafanya production like in highlands, tuseme unafanya huko Nyandarua, hapo majority of varieties itafanya. But huko ndiyo late blight itakuwa mingi sana. So lazima itabidi mkulima kuwe na madawa za hizo. So tunawaambia wachague zile varieties ambao kwanza zinaweza tolerate hizo ugonjwa. They can yield very high. They can perform in environments tofauti. So hizo ndio vile tunawaambia. Tena just let me divert kidogo. Nimewaambia wakulima wajiunge kwa vikundi. Like ile clip umeplay, tumekuwa tukifanya na wakulima huko Taita Taveta under the AVCD project. Tumewaunganisha kwa vikundi. Kwa vikundi they can get the inputs they want as collectively. So then they can also bargain against the brokers collectively. So tunawaambia wajiunge kwa vikundi. Then again hapo kwa mambo ya nutrition ni muhimu sana. Fertilizer sana wakulima misuse fertilizer ambayo iko na nitrogen. Nitrogen mingi inafanya the plant ikuwe imebloom. Imekuwa na zile matawi mingi, lakini hapa chini haina kitu. Then again utapata hiyo nitrogen mingi ina delay maturity. Kama maturity ingeenda around 90 days, itaenda up to 120 days. Bado yes, bado kuna ile mbolea ambayo inaiboost. Then tunawaambia pia wa mix ile mbolea tunaita the manure. Kwanza waangalia the source, because hii manure inaweza kuwa imebeba ugonjwa. So wakisha dhibitisha the source, then hii mbolea inasaidia mchanga kubeba maji na kurelease zile nutrients pole pole, sio kwa haraka. Shadrack Nyawade ambaye ni mkuu utafiti, mambo anaelewa vizuri sana, na vile vile Hana Njenga. Kilimo cha viazi tukimalizia kina faida? Kilimo cha viazi kina faida mingi sana. Na faida kubwa. Mkulima akifanya ile practices tunaziita good agricultural practices, yale ambayo yote inatarajiwa ufanye, utavuna na kwa sababu the potential kama sasa Nyandarua mchanga iko na potential ya hali ya juu. Kwa hivyo mkulima akifanya haya yote na auze na apada wakati inastahili. Kwa sababu wakati mwingi wakulima wanapada wakati wote wakati mmoja. Kwa sababu wanategemea tu mvua. Hawafanyi irrigation. So na wengine inafaa wakati unapanda, uwe ukiangalia msimu ni gani unapanda, ndio uweze kupata mavuno ya juu. Na ikiwa kama leba, wakati mwingine ikiwa unapanda shamba kubwa, unapata leba inakuwa juu sana. So tunasema wakulima sasa waanze maneno ya mechanization. Kuna equipments ambazo ziko in the agriculture mechanization centers ambao wanakitumia hiyo ata economize ile matumizi anatumia kwa leba, kwa sababu kwa kilimo ya viazi leba inakuwa juu sana. So ukitumia hiyo utaweza kupata mazao ya juu. Kwa sasa gunia la kilo 90 ni pesa ngapi? Taja tu bei. Siku hizi hatusemi gunia ya kilo 90 ni 50. Tumesema regulations are in place sasa, inahitaji kila wakati hata mkulima anauza iwe 50 kilos. Kwa hivyo ni pesa ngapi sasa kilo 50? Sahi imeenda chini kwa sababu the production bado, the demand yani the supply bado iko juu.
So saa hii ni 1,500. 1,500. Mtazamaji, hapa ni wageni wangu wawili, Shadrack Nyawade kule mwisho na vile ambaye ni mkuu wa utafiti katika shirika la International Potato Center, Hana Njenga ambaye ni msimamizi wa kilimo katika kaunti ya Nyandarua. Asanteni sana. Kuna mambo mengi sana kuzungumzia na nimeweza kujifunza masuala ama maneno mawili matatu. Kuna gramini, kuna shangi, kuna scabs, nadhani kwamba ni ugonjwa wa viazi. Naam, kuna mambo mengi sana kujifunza kuhusiana na kilimo cha viazi. Tukipata muda tutazungumzia kwa kina. Asante sana, but ambao ningependa wakulima wajue kilimo ni biashara. Kilimo ni biashara. So wasione kama ni kazi ovyo ovyo. Sana sana youth. Kilimo ni biashara. Naam. Yeah. Kilimo ni biashara, ametaja Shadrack Nyawade pale. Basi mtazamaji, niruhusu niseme kwamba huu ndio mwisho wa kipindi hiki, kipindi cha kwanza cha jarida chini ya sura mpya KTN. Bila shaka mtazamaji, mimi kwa jina ni Nicholas Wambua, panapo majaliwa naomba tupatane tena kwenye jukwaa hili. Lakini kumbuka kwamba taarifa kuu ambayo tunafuatizia siku ya leo ni kuhusiana na